Karibu tena katika sehemu ya pili ya taarifa hizi za jarida, ambapo tunazungumzia masuala yanayofungamana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo leo hii tumeweka msingi zaidi katika marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya tabia nchi ya nchi ya Kenya, ambao ni ya mwaka 2023. Sasa hivi iko katika ile sehemu ambapo wananchi wanaendelea kupeana maoni yake. Serikali ilishabuni ile wanaita ni kama kinyago, lakini sasa lazima kile kinyago kipewe nguo, kipewe mifupa, ili iwe sheria ya kisawasawa ambayo itaweza kufahamika. Tumeweza kusikia pia kuna baadhi ya malalamishi ambayo wanahisi kwamba heri aanze kufanyiwa marekebisho hapa kabla ya kufika bungeni. Manake pia bunge letu limelaumiwa ni kwamba bunge halielewi. Kwa hivyo mswada wanahisi kwamba ukishafika bungeni watasema tu yes na upite. Lakini je, mbona tusifanye haya marekebisho hapa nje? Kabla tujaenda kwenye pumziko fupi, Bwana Charles Mwangi alikuwa anazungumzia swala zima la soko la kaboni, ama vile vile biashara ya kaboni ama ukaa. Hii biashara inaweza kufanywa vipi? Na je, Afrika imekuwa ikifaulu ama ikifaidika? Lakini kulingana na utafiti ambao umefanywa, taifa la DRC ambalo ni mhifadhi mkubwa wa msitu wa Kongo haupati fedha hizo kwa kiwango kikubwa. Nikiwa kule Afrika Kusini wiki iliyopita nilisikia kwamba wanapata $9 peke yake. Kwa nini wapate pesa kama hii? Na wao ndio ambao wanasemekana ikitoka msitu wa Amazon ni msitu wa Kongo ambao unalilinda dunia nzima. Mbona walipo $9 peke yake, wakili? Sababu ni soko huru. Mkiweza kutoa hiyo gesi kutoka kwa hewa na mtengeneze zile zinaitwa carbon credits, zinaenda kuuzwa kwa soko. So ni willing buyer, willing seller. So imekuwa kwamba zile credits ambazo zinatoka huko Afrika hazichukuliwi kwa uzito ukilinganisha na zile ambazo zinatoka maeneo mengine ya hii dunia. Na ndiposa mi kwa maoni yangu kama mtaalamu naona kuna umuhimu serikali ziweze kuingilia kati hii biashara. Kwa sababu hata huo usawa, saa nyingine ukiangalia vile hiyo biashara inatekelezwa hata hapa nchini, unapata hata hakuna usawa vile hayo mapato yanagawa. Utapata kwa mfano huko Western Kenya kuna mradi ambao ulitekelezwa na wakuweza kutoa gesi ama kuhakikisha gesi katika mashamba haitoki kupitia kilimo bora, na familia ambazo zilihusika kwa huo mradi zililipwa $0.33 kila mwaka. Ukibadilisha kwa exchange rate ya leo, hiyo ni kama shilingi 50 kwa familia moja. Western familia ni kama watu wangapi? 6. So ukigawa hiyo 50 shillings kwa watu 6 kwa mwaka mmoja, unapata hiyo ni pesa kidogo sana. So na si kwamba hizo credits hazikuuzwa ng'ambo, ziliuzwa na ziliuzwa pesa mzuri. So serikali pia ni muhimu, na ndio hii sheria labda unafaa kuiangazia. Serikali inafaa kuangalia ni miradi gani ambazo zinakuja kutekelezwa hapa kwetu, na hii miradi imeweka mikakati ya ugawaji wa mapato namna gani. Kuna usawa, sababu katiba yetu pia inasema lazima kuwa usawa katika miradi. So basi kama hakuna usawa, serikali ina haki ya kusema basi huu mradi usitekelezwe hapa. So hilo ni jambo moja ambalo tunafaa kufanya. Afrika nchi mingi hazijaweka hiyo mikakati, na sasa ndio naona serikali zimeanza kuamka. Kwa mfano juzi Zimbabwe walisema kwamba ile fedha itatoka katika hii biashara, serikali lazima ipate 50%. Sababu inafanywa katika, so hiyo manake ni kwamba itafanya wale ambao wanakuja kuweka hiyo miradi katika Zimbabwe wahakikisha kwamba zile credits zimetoka katika Zimbabwe zikienda kuuzwa, zimeuzwa bei ya juu, ndiposa wakilipa watu Zimbabwe serikali ipate chake. DRC serikali imesema kwamba zile credits ambazo zitauzwa ni za serikali. Kwa hivyo ni serikali inafaa kuketi chini, negotiate, ndio ipate ile bei ambayo inafikiri watu wa DRC wanafaa kupata. Lakini hata hivyo hapo kuna shida nyingine, kwa sababu ukiangalia misitu, hata misitu yetu hapa Kenya, zile communities ambazo zinaishi kando ya misitu na zinasaidia kukuza na mambo kama hayo
ni wanaoitwa indigenous communities, Ogiek, na pia wengi si ati wana mapato ya juu. So tukiachia serikali pia ilo jukumu la kunegotiate na kushika hiyo pesa yote na kuamua ni vile hiyo pesa itatumika, kuna uwezekano pia hizi communities zitarushwa, ya ugawi wa mapato hautakuwa sawa. Ndiposa sisi tunasema hii sheria ina upungufu kwa hiyo maneno, na tunapendekeza kwamba kama kuna mradi kutengenezwe komiti ambayo itaketi chini na mwekezaji wa hiyo mradi, wakubaliane, waseme kwamba ile pesa itakuja itaingia katika mradi, kwa mfano kutengeneza shule, kutengeneza borehole ama mambo kama hayo. Alafu hiyo komiti ihakikishe kwamba hayo yametekelezwa. Hiyo komiti unaweza weka pia mwakilishi wa serikali ya national government, unaweza weka mwakilishi wa county government, ili serikali iwe na macho yake katika hizo shughuli. Kuna katika sheria ya madini kunayo mpangilio kama huo na umetekelezwa pande za Kwale, na tunaona ni kama huo mpangilio una usawa, umejaribu kuleta usawa. So ni mambo na sheria tuhakikishe sisi tumeunda sheria ambayo inaambatana na katiba, na vile vile sheria inaambatana na national interest yetu. Na national interest ni kwamba Waafrika waweze kupewa compensation, sababu sio sisi ambao tumeleta hii janga la badiliko ya tabia nchi. Hapana. Umezungumzia hoja nzuri sana. Wiki jana tulikuwa Afrika Kusini na wewe, na kauli kubwa ambayo ilikuwa inajitokeza pale kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Afrika katika bunge la Afrika ni kutokuwa na ushikamano. Tatizo hili la kutokuwa na ushikamano tunalimaliza vipi? Ndio ili tuzungumze kwa kauli moja. Asante sana Suleimani, na kama najua ulifuatilia maneno, manake tulikuweko na wewe pale nchi ya Afrika Kusini, na jambo moja ambalo lilifurahisha hasa wajumbe walikuwa mahali pale zaidi ya wajumbe 300 ni kwamba rais aliposimama kuongea alisema kwamba Afrika hatuongei kwa sauti moja. Na kwa hivyo umoja wa African Union lazima iwekwe nguvu zaidi ya kuweza basi kufanya Afrika iweze kuwa na sauti moja. Na hili ndio shida ambayo tunakuwa nao pia hasa katika mikutano ya COP. Kunapokuwa na ile kongamano ya Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, unakuta kwamba pia kama Afrika ni kwamba opposition ni kana kwamba haisikizwi sana, manake pia kuna kule kutokuwa pia na maelewano kabisa katika nchi zote. Manake unakuta kwamba nchi kuna vikundi kadha wa kadha katika yale majadiliano, unakuta kwamba kuna least developed countries na nyingi ziko katika nchi ya Afrika, unakuta kwamba wanajiona kama the least developed countries. Na kwa hivyo tunapofika ni kuongea kuhusu sauti moja kunakuwa na ile shida. Kwa hivyo ni muhimu African Union iweze kuwa na nguvu sana ndio iweze kuongea kwa niaba ya Afrika yote. Na kama tunaweza kufanya hayo, basi tunaweza pia hata negotiate price of carbon na yale madini mengine ambayo kutoka katika nchi ya Afrika. Na ukiangalia sana katika ile biashara, nikirudi kwa biashara ya ukani kwamba katika biashara yote ukienda kwa duka, mwenye duka anakuambia kwamba unga itakugharimu kiasi fulani. Na kwa hivyo anatoa ile kiasi fulani na anakupatia unga. Lakini katika hii biashara mnunuzi ndiye anakuambia atanua kwa kiasi gani. Na kwa hivyo wewe ambaye umeweza kuproduce sasa ule ukaa, basi ni kwamba wewe mwenyewe huwezi determine price ya kile ambacho umetoa, lakini mnunuzi anakuambia kwamba watanua kwa kiasi fulani. Na kutakuwa na shida kwa sababu ukiangalia katika kipengele cha 6 article 6 katika ile sheria ya Paris ambao sasa itaratibisha na itaweka sawa masuala ya biashara ya kaboni katika dunia, ni kwamba katika kipengele cha 6.4 ni kwamba kinaongea kuhusu vile nchi inaweza kutoa hewa ya ukaa in terms of carbon equivalent, lakini kauzia nchi zingine hizo nchi basi ziweze kutimiza yale mambo ambao wameahidi katika ile NDC, ile National Determined Contribution Document, ambao wameahidi kuhusu ile gesi ambao wanataka kupunguza kutoka katika industry zao na viwanda zao na mambo kama hayo. Lakini unakuta kwamba nchi nyingi za Afrika basi zitaendelea kuumia kwa sababu zile nchi za ng'ambo itakuwa ni kana kwamba watanunua hiyo carbon kwa ile bei ambao wenyewe wanataka ambao wanataka kuwapatia nyie. Lakini itaenda kusaidia katika kufanya nini? Kuwasaidia kuweza kutimiza yale ambao wameweza kupromise au kuahidi katika ule mkataba. Na ni kwa
ni muhimu basi kama nchi tutengeneze sheria yetu, lakini pia tuangalie katika ruba za kimataifa tuone kwamba kumewekwa mikakati ambayo haitaweza kudhuru nchi za Afrika kama tulivyo kwa wakati huu. Na huo mmoja wa nchi za Afrika ni muhimu sana kwa sababu kupunguza hii gesi sio mambo tu na kuleta soko ya kuuza kaboni, hapana. Ukiangalia sekta kama kilimo, mara nyingi huwa tunafanya kilimo vibaya. Kwa sababu yale mapato ambayo tunatoa kwa kilimo yako chini. Na ukiangalia vile mazao yetu yanauzwa katika soko za kimataifa, inauzwa bei kidogo, lakini huko katika maduka zao kahawa yetu inauzwa pesa ya juu sana. So kama mazao kutoka mashamba yetu yangeuzwa kwa ile bei nafaa katika soko za kimataifa, mkulima alipwe ama afidiwe kama ipasavyo, basi wakulima wetu watakuwa na hiyo motivation ya kufanya kilimo bora, na hiyo kilimo haitaachilia hiyo gesi ambayo inaleta haya madhara. So lakini ni Afrika sasa kama bara tuanze kusema hapana, si soko ya kaboni pekee. Pia katika soko ya kilimo tunataka usawa, tunataka watu walipwe ile ambayo inafaa. Na utaona tutasonga mbele. Ni kinaya gani hiki ambapo G7 imekutana juzi ama jana, imezungumza ikikutana kule Japan, ikisema kwamba itatekeleza zile ahadi zilizotolewa, lakini hapa nyuma tunafahamu kwamba baadhi ya mataifa ya Ulaya yameanza kurudi kwa kutumia mkaa. Je, kuna ukweli katika yale wanaosema ama wanatuhadaa kama G7 ama katika mataifa yaliyoendelea 7 ulimwenguni ambayo ni China, Marekani, Canada, Uingereza na Ujerumani? Unajua Sulemani, hili swali limekuwa kama ule mchezo wa musical chair. Na ukiangalia kwamba tunaelekea katika nchi ya UAE mwisho wa mwaka huu katika kongamano la 28. Sasa kuanzia kongamano la kwanza mpaka kongamano la 27 hatujapata suluhu ya masuala ya mabadiliko ya tabianchi. Na sio kana kwamba suluhu haijulikani, inajulikana, lakini hakuna ile commitment. Hakuna ule uwajibikaji haswa kutokana na wale ambao wanasababisha kwa kiasi kikubwa sana mabadiliko ya tabianchi, zile nchi ambazo umeweza kutaja mahali pale. Hivi kwamba kila wakati tunaenda kwa ile kongamano kuna yale mapendekezo ambayo wanakubaliana kama parties, lakini napofika ni katika utekelezaji wa yale basi hakuna uwajibikaji. Walisema kwamba kutakuweko na dola bilioni 100 kwa kila mwaka hadi mwaka wa 2020. Hilo halikuweza kutimizwa. Kuna mengi sana ambao tumeweza kukubaliana katika zile kongamano, hata kama imekuwa ni kama vita kila wakati, Afrika ikivuta pande hii na nchi ambazo zimeendelea zikivuta pande ile nyingine. Sijui ni kwa nini imekuwa ni vigumu sana kwa sisi wote kama jamii ya dunia kuweza kukubaliana kwamba hili swala mabadiliko ya tabianchi linaathiri Afrika sana kwa wakati huu, na haswa zile nchi zingine ambazo hazijaendelea, lakini haya madhara yatamfikia kila mtu hatimaye. Na kwa hivyo ni muhimu tuweze kufikiria kama jamii ya dunia, na sio kuwa na kwamba kuna ile dichotomy kwamba kuna wale ambao wanaendelea na kuna wale ambao labda washafikia maendeleo. Lakini yale maendeleo ambao katika hizi nchi ni kwa sababu wametumia sana mambo ya mafuta, na kwa hivyo wamechagia sana katika kutoa ile hewa ya ukaa. Lakini hizi nchi basi ndizo bado ziko na uwezo wa kiuchumi kuweza kusitiri wananchi wao inapofika na shida kama vile tulipoona pale Florida wakati kulikuwa na mvua ya masika, kulikuwa na mafuriko, lakini waliweza kusaidia watu wao kwa sababu wako na nguvu ya kiuchumi. Lakini nchi za Afrika madhara yanapofika hivi kwamba tulipoteza zaidi ya mifugo milioni 2 katika nchi ya Kenya, huenda ikakuwa hata zaidi. Lakini sasa serikali yetu haina ile nguvu ya kiuchumi kuweza kusitiri wananchi kutokana na haya madhara. Wananchi walipoteza